Kwani Mangungu ni nani? Kwa nini anashikilia timu yetu? Kama ameshindwa kuendesha, si atuachie timu yetu sisi? Mimi nadhani Mangungu hana shida bwana. Shida ni katiba. Unafikiri katiba ina shida? Umo ndani kwenye uongozi kuna shida kubwa sana. Mpaka nachoka mimi. Japo mimi sio baba yenu, nipo siti ya nyuma, naamini mpaka tufike Rombo kwenye shato kila mmoja atakuwa mwanasheria mbobezi. Nimeamua kuficha sura yangu, sitaki kuchangia kwa chochote, maana nikifungua mdomo wangu tu nitaharibu. Hapo mbele Mpare wa Mwanga anasema, ninachojua Mangungu sio mjinga, yani katiba inampa nguvu ya kuokoa timu pale anapoona mambo yanaenda segemnege. Kama anaona wadhamini wana mpango wa kupiga bei baadhi ya vitu, anaweza kuteua watu ambao anaona wanafaa kusimama naye kwenye kulinda maslahi ya Simba. Na kama hakuna umoja kwenye bodi ya wakurugenzi, watajadiliana vipi? Sura inatosha kukuonesha ni sura ya katiba mpya kwa sura ya visiwani na bara, wamoja kwenye kurasa za mbele, ila awali pamoja, kila moja kinyanyuka anaondoka na kinywaji chake. Nilitaka kuchangia kauli hii ya huyu Mpare, ila Mkirua kutoka Vunjo akaruka naye kabla hataja hema. Mangungu mjanja sana yule, alistahili kusema timu haiko sawa, bodi ya wakurugenzi haielewani, ili wana Simba waamue, sio yeye kujiamulia mambo bila kufuata utaratibu. Yule aliyepiga gizani ana makosa, lakini aliyelipa kisasi mchana kweupe anaonekana kama mkosaji, maana mkosaji wa kwanza atakuwa mwanga wa tukio. Ni rahisi kupata huruma, kisa mlipa kisasi ataonekana mkorofi tu. Huu mchuano ni mkali sana. Wakati nawaza nikae upande gani, kondakta kwa sauti ya uchovu anasema, kama vipi tufukuze matajiri wote tuanze upya, maana wao ndio sababu ya yote haya. Mwenyekiti anatetea tajiri wake na mwenyekiti upo kulinda maslahi ya tajiri wake. Tajiri anaogopa kupotea kwenye game, tajiri anaogopa kukosa fursa ya kuingia ndani. Mmoja ipo kwenye moyo wa mwingine, tajiri na pesa zake, bosi na watu wake. Hapo nilishindwa kuvumilia. Konda, nipe chenji yangu, lakini naomba uniambie tajiri gani unamuongelea? Nikajibiwa, mzee, acha kuwa kama aduanzi, kasome taarifa kwa umma kwa makini, alafu ukasome utetezi wa mwenyekiti, kisha angalia anayelaumiwa. Sitakufundisha kila kitu, alinijibu huku akiendelea kuchanja. Sina uhakika alikuwa anatafuna nini, lakini ilionekana akili yake inafikiria vizuri. Nikanyamaza zangu kimya, nikajiambia hii movie ndo kwanza imeanza. Nilitaka nishuke kwenye kituo cha kwanza, nikasema hapana, hii shuttle nitaenda nayo Rombo kisha nitageuka nayo, inawezekana kabla sijamaliza safari yangu nikawa nimepata majibu. Kwani Mangungu ni nani? Na tajiri ni nani? Na bodi ya wakurugenzi ni nani? Mbona mzunguko bado ni ule ule?